Mpenzi subscriber, natumai uko fresh, uko poa mahali popote ulipo. Asante sana kwa kuitegea channel ya The One Man Army TV, jeshi la mtu mmoja. Na asante sana kwa kusubscribe kwa wale wamesubscribe, na nimeona kuna wengine wame comment ama wametuma ujumbe. Nikipata nafasi nitawasomea ujumbe mbalimbali ambao kwamba imekuwa katika zile video ama matokeo ambao kwamba zile video nimechapisha hapa. Mpenzi subscriber, kwa wale ambao kwamba wanakumbuka kule Ufaransa, hapo mbeleni kulikuwa kuna rais mmoja alikuwa anaitwa Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy alikuwa rais ambao kwamba alikuwa na nguvu kweli kweli. Alikuwa na nguvu ajabu. Nicolas Sarkozy alikuwa wakati wa Gaddafi, Muammar Gaddafi. Na kila wakati uchaguzi ilipokuwa ikifanywa kule Ufaransa, Nicolas Sarkozy alikuwa anamuomba hela ya campaign Muammar Gaddafi. Kumbuka nchi ya Libya chini ya uongozi wake Muammar Gaddafi, Libya ilikuwa haina deni na ilikuwa ni nchi tajiri mno kifedha na mali kuliko Ufaransa. Sasa Ufaransa ilikuwa ikitegemea zaidi sana mkono na ukarimu wa Muammar Gaddafi. Nicolas Sarkozy miaka 2007 wakati wa uchaguzi alijaribu kumtafuta Muammar Gaddafi ili amsaidie na hela ya kampeni kinyume na sheria ya Ufaransa. Baada ya kupata kushinda uchaguzi, manake alikuwa amejisongeza karibu, alikuwa amejisongeza zaidi na Gaddafi ili atafute hela. Unajua mtu akitaka hela anajipendekeza. Sasa kawa anajipendekeza zaidi kwa Muammar Gaddafi. Na kwa sababu ya ukarimu wa Muammar Gaddafi, Gaddafi alikuwa ni mtoaji. Nchi nyingi na viongozi wengi duniani wamefaulu na wametajirika kupitia Muammar Gaddafi. Gaddafi hakujua kwamba Sarkozy atakuja kuwa ni kiongozi ambaye kwamba atakuwa kiongoza vita dhidi yake. Habari ilipoanza kutokea kuhusu wakati Gaddafi alikuwa akifikiria, unajua Gaddafi alikuwa na mipangilio, alikuwa na maono mbalimbali, alikuwa na maoni zile za kuendeleza nchi yake. Akapendekeza yani Afrika, alikuwa akipendelea sana wa Afrika. Akapendekeza kwamba nchi ya Afrika, yani nchi za Kiafrika ziungane iwe nchi moja, na nchi za Afrika iwe na fedha moja, na nchi ya Afrika wabwage dola na wabwage euro, wasitumie euro, wasitumie pesa za Marekani, dola. Alafu sarafu ya Libya ilikuwa inapendekezwa. Libya alikuwa anapendekeza sarafu yake iwe sarafu ya dhahabu, na si Libya peke yake. Alikuwa anataka nchi za Afrika watengeze sarafu ya dhahabu. Unaona hizi mashilingi hizi mapeni hizi alikuwa anataka zitengezwe za dhahabu. Ukishatengeza dhahabu, thamani yake inapanda juu. Nchi za Afrika hazitakuwa zikitegemea Marekani, Ufaransa ama Europa ama Ulaya. Zitajitegemea na zitakuwa tajiri.
Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni tishio, kwa nchi za magharibi. Vile vile Gaddafi alikuwa anapendekeza nchi za magharibi ikiwemo Marekani wakinunua petroli ama wakinunua bidhaa, wakinunua rasilimali, wanunue vitu huku Afrika, wanunue kupitia sarafu ya dhahabu. Yani wasitumie dola, watumie pesa za Kiafrika ndio wanunue kwa Afrika. Kama vile siku hizi ukitaka kununua kitu, unanunua na dola, na wewe si Marekani, wewe si Mwingereza, ama wewe si mtu mweupe mzungu. Unatumia sarafu zao. Sasa kwa hivyo unawatajirisha wao. Sasa Gaddafi alikuwa anapendekeza nchi za magharibi pamoja na Marekani ziwe zinataka kufanya nini? Zianze kujiandaa kununua petroli, dhahabu na mali kutoka Afrika wakitumia sarafu za Afrika, pesa ya dhahabu na pesa za sarafu ama fedha za Libya. Waondoe ile kitu inaitwa petrodola. Unajua petrodola. Aliyekubaliana na Gaddafi moja kwa moja ni Saddam Hussein. Saddam Hussein alikuwa amependekeza hiyo, hata alikuwa katika ile mkutano ya Waarabu ya Gulf Arab Council. Gaddafi na Saddam walipendekeza dola itupiliwe mbali, watumie pesa zao wenyewe kwa wenyewe ili mafuta inunuliwe. Kwa hivyo petrol dola zitolewe. Saudi Arabia wakakasirika na Saddam Hussein, nchi za Kuwait, nchi za Qatar, Dubai na nchi zingine zile zikawa wamekasirika sana. So hawakupendelea pendekezo kama hilo, na Marekani vile vile hawakupendelea hivyo na nchi za magharibi. So wakatafuta njama ya kuwamaliza. Kwanza wakamalizana na huyo jamaa wa Iraq, huyo mtu wa Iraq, wakamuua, wakamaliza. Kisha baadaye Sarkozy mwenyewe huyo Ufaransa akakuja akafanya nini? Wakakuwa na ile kikundi ya NATO pamoja na Marekani chini ya Obama. Wakaona ikafanya nini? NATO wakaingilia, nchi ya Qatar ilihusika, nchi ya Bahrain ilihusika, nchi ya Dubai ilihusika, nchi ya Saudia ilihusika, Kuwait ilihusika, Jordan ilihusika. Kumfanya nini? Kummaliza Gaddafi, ikiongozwa na Sarkozy huyu. Sasa nchi imesambaratika ya Libya. Wa Libya wanalia kwa sababu wao walimuua kiongozi wao. Nchi imesambaratika. Nchi ilikuwa haina deni kutoka kwa Banki Kuu ya Dunia. Nchi hiyo ilikuwa ikisaidia Banki ya Dunia na pesa. Nchi ilikuwa ikisaidia Ufaransa. Nchi ilikuwa ikisaidia nchi nyingi na pesa. Sasa Libya saa hizi wana madeni chungu nzima. Nchi imesambaratika. Wa Libya wanalia kwa sababu ya kiongozi anaitwa Nicolas Sarkozy na Obama na wengine walihusika. Sasa ndio dunia imefungua macho. Umeona Saddam Hussein, unaona vile ilimfanya? Mwenyezi Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Iraq ilikuwa ni nchi tajiri sana, lakini walimuua kwa sababu ya alikataa petrodola. Unaona huyo naye Gaddafi vile alivyofanywa. Umeona? Sasa hizi ndio dunia imeanza kufungua macho. Sasa Sarkozy alikuwa amepatikana na kesi na amehukumiwa miaka 5 gerezani.
hivi jana alijiwasilisha katika jela moja kule Ufaransa kutumika kifungo cha miaka 5. Rais mstaafu Nicolas Sarkozy alipiga nduru na kulia na kupiga mayowe. Aibu ilioje. Nakwambia, what goes around comes around, or what comes around goes around. Dunia ni hapa hapa, malipo ni hapa. Kesho hisabu, kesho akhera. Penzi subscribe, wasemaje kuhusiana na haya maneno? Bwaga comment yako. Asante sana kwa wale ambao kwamba wamesubscribe. Kama hujasubscribe, hiyo ndio njia moja ya kunisaidia mimi. Naomba usubscribe. Asante sana, tukutane katika video nyingine.